Ujumbe wa Kristo unapaswa kusambazwa kwa uwazi, upendo, uaminifu na mioyo yote iweze kufikia, ili tuweze kufikia watu waweze kufikia kuokolewa. Shuhuda za Kanisa, gombo la 10 ya Ellen G. White. Mawasiliano ni nini? Ikiwa mtu atakuuliza mawasiliano ni nini, unaweza ukamjibu. Nani anajibu? Jaribu. Hakuna kukosea kabla hujafundisha. Mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana taarifa, mawazo, hisia kati ya watu. Inahusisha njia mbalimbali kama vile mazungumzo, maandishi, picha na teknolojia. Mfumo huu sasa unapanuliwa kupitia mitandao ya kijamii na zana za kidijitali. Watu huwasiliana hata wakiwa wameketi. Unapokutana na unapoongea na mtu alafu unakuta naye anaendelea kuongea, naye pia anawasiliana. Mruzi ni kuwasiliana, kukaa ni kuwasiliana, uvaaji unawasiliana pia. Teknolojia imeleta mapinduzi katika mawasiliano. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube imeleta mabadiliko katika mambo ya mawasiliano. Barua pepe, mawasiliano ya video, Zoom, uwezo wa kufikisha ujumbe kwa haraka na kwa ubora mkubwa unaendelea kuchakatwa sasa. Hii inaruhusu kanisa kufikia hadhira kubwa lakini kwa urahisi zaidi. Faida za idara ya mawasiliano. Faida za idara ya mawasiliano ziko nyingi ambazo zinaweza kutamkwa kama faida za idara ya mawasiliano. Moja ni kufikisha ujumbe wa Injili. Lakini ya pili ni kuimarisha mahusiano. Na ya tatu ni kuimarisha taswira ya kanisa. Ufanisi katika utendaji wa utume. Hizi ni faida. Kufikisha ujumbe wa Injili, kuimarisha mahusiano, kuimarisha taswira ya kanisa. Tunapaswa tupeleke taswira ya kanisa kwa watu wote na uzuri wake, watu walione kanisa kama kitu cha maana. Hasara za kukosa idara ya mawasiliano katika kanisa mahalia. Ujumbe haufiki. Kukosa njia ya kisasa inaleta taarifa zisizo sahihi. Kukosa njia za kisasa huleta taarifa zisizo sahihi, lakini pia kupoteza fursa, kushindwa kufikia hadhira pana na kueneza Injili. Taswira mbaya ya kanisa, kukosa ulinzi wa maadili na ufanisi katika taarifa kunaleta usikivu miongoni mwa jamii. Upo pia uchanganyaji wa taarifa. Hizi ni hasara tunazoweza kuzipata ikiwa hatutatumia idara ya mawasiliano vizuri. Majukumu ya idara. Sasa yako mambo ambayo ninaona nitaweza kwenda kwa haraka na mengine nitakwenda polepole. Majukumu ya idara katika ngazi ya kati ni kuandaa na kusambaza taarifa rasmi za kanisa. Katika ngazi ya viongozi ni kuhakikisha viongozi wanawasiliana kwa uwazi na waumini. Katika ngazi ya waumini ni kuandaa mikutano ya mafunzo na semina kuhusu mawasiliano. Ushirikiano na vyombo vya habari. Kujenga uhusiano na vyombo vya habari ili kufikisha ujumbe kwa umma. Njozi ya utume. Sasa hii kanisa ina njozi, lakini pia idara moja moja zinayo njozi. Njozi ya idara ya mawasiliano ni kuimarisha msingi wa mawasiliano bora na ubora wa taarifa. Kuimarisha msingi wa mawasiliano bora na ubora wa taarifa. Utume, kusambaza Injili kupitia vyombo vya habari kwa njia za kisasa. Kujenga madaraja ya matumaini. Ulimwengu umechakaa, umechoka, umejikinai. Tunatakiwa kujenga madaraja ya matumaini. Sasa, baya ni hii ya kwamba ikiwa wewe mwenyewe ni Mkristo na huna matumaini, unawezaje kujenga madaraja ya matumaini? Yaani wewe mwenyewe umekata tamaa. Wewe mwenyewe ndio unayelalamika kwamba mimi hata ile kanisa silielewi, sasa ile kanisa tunapokea kabisa.
hatuendi mbinguni. Wewe ndio umechoka, umekata tamaa. Lakini kazi ya idara ni kujenga madaraja ya matumaini. Hilo ndio lengo kuu la idara. Utekelezaji wa majukumu haya, labda nikazie haya mambo mawili. La kwanza, utume wetu ni kujenga madaraja ya matumaini.